Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, lakini jambo la pili, muhimu wa pili wa kuweza kujitambua, mimi ili nijitambue kama mwanaasa, kama Mkristo, kama kiongozi, jambo la pili ambalo nadhihirisha, nasema itadhihirisha ubora wa maisha yako. Utakapokuwa umejitambua, utadhihirisha na kuthibitisha ubora wa maisha. Maana yake ni nini? Nitakuwa nimegonga muhuri ya kwamba hivi ndivyo nilivyo. Haleluya. Haleluya. Maana yake nimeshajitambua, kwa nathibitisha ya kwamba ubora wa maisha yangu ndio haya. Kanapokuja kafulana kanakuja, mwanangu sio na kupenda. Mwambia wewe utaifungua pochi yako. Halo? Maana umedhihirisha na kuthibitisha ubora wa maisha. Kwa nini? Umeshajitambua. Jambo lingine au la tatu, kusimamia maamuzi yako na matokeo yako bila kutoa visingizio. Haleluya. Utakapokuwa umejitambua, utakuwa umesimamia maamuzi yako na matokeo yatakayokuja bila kisingizio kwamba alinifanyia hivi, alinishika sehemu fulani. No. Kwa sababu umejitambua, maamuzi yatakayokuwa unayatoa yatakuwa ni sahihi. Na kwa sababu ni sahihi, utaonekana kuwa mtu sahihi. Lakini utakuwa na ufahamu wa kujitosheleza katika kufanya chaguzi mbalimbali. Utakuwa na utakuwa na uwezo wa kujitosheleza katika kufanya chaguzi. Hapa nachagua hiki, hiki nachagua hiki, kwa sababu nimejitambua. Ndio maana hapa mnafundishwa unabii, mnafundishwa mahusiano na mambo mengine yote, ili muweze kujitambua, ili baada ya mwisho wa siku muweze kufanya chaguzi ninyi wenyewe. Haleluya. Ninajua kufanya kazi siku ya Sabato ni dhambi kama dhambi zingine. Tunakufundisha, Mungu anasema hivi, alafu wewe ufanyeje? Mchaguo. Nguvu ya utambuzi ya kwamba kweli nikifanya hivi ni dhambi, kweli nikifanya hivi ni tofauti, kweli nikifanya hivi haifai. Kwa hiyo itakufanya uweze kufanya chaguzi zako mbalimbali wewe unapokuwa ukiwa umeshakwisha kujitambua. Lakini jambo lingine, utakapokuwa umejitambua, utaweza kuishi maisha yanayoongozwa na kanuni za ufalme wa Mungu. Haleluya. Utakapokuwa umejitambua kwenye hii kama kiongozi, kama mtu ambaye anajitambua, tayari utakuwa umejitambua, utakuwa ukifanya na kuishi maisha kulingana na kanuni za nani? Hatuwezi kuwa na viongozi huku wauni vikorofi tu, havieleweki. Nywele hizo hata shati ya fundi alafu niko kiongozi, shati akitembea akinyanyua hivi agosha. Bwana Yesu asifiwe. Si mmeshanielewa? Kwa kumbe wakati utakapokuwa umejitambua, utaweza kuishi kulingana na kanuni za wapi? Za ufalme wa Mungu. Kiongozi unakuta na kiongozi tu bidani. Mmekuja hapa mnaanza kutongozana tu basi. Mimi ni kiongozi, mimi ndiye mwenyekiti. Nimeshakupenda mimi mwenyekiti.